Hello, habari? Habari zangu mzuri sana. Yes for life, unaendaje? Yes for life, mambo bulbul. Mambo bulbul. Yeah. Aise, vizuri sana. Okay, naendelea kuuliza maswali sababu napenda nijifunze zaidi na zaidi. Nadhani watu wengi sana wanafurahia hii elimu ambayo tunaitoa, lakini hawapati nafasi ya kuuliza maswali wazi, yani aidha mtu anaogopa. Lakini wacha mimi niulize kwa niaba yao. Sawa sawa. Sawa. Sasa swali langu linasema kwamba hivi mwanamke anawezaje kupata hii changamoto ya tatizo hili la kupata vinyama ukeni na hali ya kuwa yeye hajawahi kufanya sex yani? Okay. Unakuta mwanamke yani bado mwari hajawahi kufanya jambo la sex lile, lakini unakuta ana tatizo lile la vinyama ukeni. Hii inatokeaje? Okay, sawa. Mara nyingi hili tatizo kitaalamu tunaita genital wart. Maana yake ni vinyama ambavyo vinakuwa vipo kwenye sehemu za siri, au kwa lugha nyingine inaita visundosundo au masundosundo. Okay. Yeah, kwa hiyo vinyama ambavyo vipo kwenye sehemu za siri za mwanamke. Mara nyingi vinyama hivi tunakuwa wanawake wanavipata kwa sababu mbili. Ya kwanza tunasema sexual contact, maana yake kufanya mapenzi na mtu ambaye ameathirika. Sasa swali lako ni kwa nini baadhi ya watu hawajawahi kufanya mapenzi lakini wanakuta na visundosundo? Sababu kuu ni kwa sababu tunasema low immunity, maana yake kinga za mwili zinakuwa ziko chini. Kwa hiyo kinga za mwili za mwanamke zinaposhuka ni rahisi sana kupata vinyamanyama kwenye sehemu zake za siri. Sasa mara nyingi unapomkuta mwanamke ana visundosundo, watu wengi wanaamini kwamba mtu ni kutokana tu na kinga za mwili ziko chini. Tukupe tu tahadhari moja. Madaktari wengi wa afya tunaamini kwamba mtu ambaye ana visundosundo ukeni ni mtu ambaye ameathirika na maambukizi ya ukimwi, lakini hiyo ni imani. Lakini ukifanyia vipimo unakuta hajaathirika. Na mara nyingi visundosundo hivi vinapata mama wajawazito. Wakati ni mjamzito vinaweza vikajitokeza vile visundosundo. Kama mjamzito ukiwa na vinyama kama hivi, mara nyingi huwezi kujifungua kwa kawaida. Daktari hawezi kukubali kukuruhusu ujifungue kwa kawaida ukiwa na vinyama hivi, kwa sababu ni rahisi kumwambukiza mtoto wako. Kwa hiyo ukiwa na visundosundo na ni mjamzito, tengeneza saikolojia yako ya akili kwamba utajifungua kwa operation. Kwa hiyo mwanamke yeyote ambaye anajijua nina visundosundo ukeni na ni mjamzito, ajue kwamba hatojifungua kwa kawaida, kwa sababu daktari hatokubali huyo mwanamke ajifungue kwa kawaida, lazima atajifungua kwa operation. Sawa. Naogopesha baadhi ya watu wakipata hiyo changamoto wanafikiria moja kwa moja kwamba kisu lazima kipite pale. Yes. Sawa. Sasa hii inaweza kutibika kabla ya mtu kwenda kujifungua hivyo? Yes, hii inatibika kwa sababu kuna dawa tunakuwa tunampatia, anapaka vile vinyama vinakuwa vinapotea. Lakini visundosundo vikubwa ni ngumu sana kuviondoa kwa dawa za kupaka, lazima ufanyiwe operation. Sasa kama ni mjamzito, maana yake tutasubiri ujifungue kwa operation, baadaye tutakupangia muda utakuja kufanyiwa operation na kupaka vile vinyama yake. Kwa hiyo utakuwa una operation mbili, una operation ya mtoto na kusubiri na operation ya kutolewa vile vinyama. Asante sana. Mimi nimeona nimewapendelea wanawake sana kwenye haya maswali. Naweza nikauliza hili swali kwa upande wa wanaume inakuwaje? Yes, good sana. Kwa wanaume pia visundosundo vinakuwepo. Ndio. Hasa kwenye penis. Unakuta mwanamume anavyo vinyama kwenye uume wake. Hii ni mbaya sana. Kwa sababu wakati mwingine vinyama hivi vinasababisha uume uharibike ama uoze. Mara vizuri unakuta uume kabisa umelika. Kwa hiyo na hali hii kwanza utakiwa kufanya mapenzi na mke wako. Na yule mwanamke pia akiwa na hali hii haruhusiwi kufanya mapenzi na mume wake, kwa sababu anaweza akamwambukiza. Lakini hivi vinyama ufahamu tu kwamba havikai kwenye sehemu za siri. Unaweza kupata kwenye makalio, kwenye kwapa, kwenye macho, mara vizuri. Kwa hiyo vimekuwa vimejiseparate. Kwenye sehemu yote ya ngozi vinaweza vikaja hata. Vikajishikilia hapa. Hivi vinaonekanaje hivyo visundosundo kwa muonekano, labda unaweza kuelezea? Yes, kwenye video nahisi unaviona picha ile pale au video unaiona, kwa hiyo as long as nahisi wanaviona pale, kwa wanaweza kujua kwamba okay hivi ndio hivyo visundosundo. Okay, sawa. Sawa, nashukuru sana. Asante sana.